Kuna mtu ameuliza kati ya Dar na Arusha wapi unashauri mtu kujenga BNB zaidi? BNB, so BNB. Okay. Unaona inajulikana kama BNB sana huko mtandaoni. Sawa. So kati ya Dar na Arusha naweza nikajibu kwamba inategemea. Kwa sababu gani? Kwa sababu Dar ina faida zake na Arusha ina faida zake. Arusha ni more kwa ajili ya watalii. Dar es Salaam ina mix ya utalii na business travel. Arusha shida yake moja ni kwamba ni very seasonal. Kwa hiyo mfano unaweza ndio ukapiga hela nyingi muda ambao ni season yake. Lakini pia muda ambao sio season una uwezo mkubwa kutopiga hela kabisa. So mimi kwa ushauri wangu kama wewe ni mtu ambaye you're okay kwamba on low season unaweza ukakosa au ukapata hela kidogo, then you can go with Arusha. Lakini kama wewe ni mtu ambaye unatafuta kitu ambacho ni more stable, mimi ningekurecomendia uchukue Dar es Salaam kwa ajili ya hiyo alternative. But also angalia uwezo wako wa kusimamia hiyo Airbnb kati ya Arusha na Dar es Salaam upo utakuwa mrahisi. Kwa sababu kama ni mara ya kwanza unafanya biashara, ningerecommend ni sehemu ambayo iwe sehemu ambayo uko karibu nayo. Kana kwamba una uwezo wa kufuatilia kwa karibu usafi unafanyikaje, utaratibu wa inventory unaendaje na mambo mengine kiufupi yanaendaje. Kuliko uchukue ya mbali kwa kuanza then baadaye unapata changamoto ya labda mtu anakupiga bei au mtu anakuibia hapa na pale au mtu afanye usafi vizuri unapata reviews mbaya. Noma sana. Swali lingine la kwangu zinalirushia hapo. Kwa watu ambao hawapo kwenye mikoa ya Arusha au Dar, je, kuna hii fursa ipo huko mikoa mingine? Yes, hii fursa iko mikoa mingine, ni kwamba tu hii mikoa ya Arusha, Zanzibar na Dar ina perform vizuri zaidi. Lakini opportunity hiyo ipo Dodoma sasa hivi, especially kwa sababu maofisi ya serikali yamehamishwa kule. So kuna watu ambao obviously wanafanya kazi na serikali, wanahitaji kusafiri kwenda all the way to Dodoma, labda kwenda bungeni, ofisi yote ya serikali, wanahitaji sehemu pa kulala. So kukiwa na Airbnb nzuri maeneo ya Dodoma nimeona pia zinaanza kuja, manake mtu kama anaweza kanufaika. Lakini pia kuna watu wengine wanaofanya projects za NGO. So let's say mtu anaenda Mbeya, Kigoma, Mtwara, anywhere else. Na the best part ni hii, kwa sababu watu wengine wengi wanakimbilia maeneo kama ya Dar es Salaam, Arusha, let's say na Zanzibar, inamaanisha upande huo sasa hivi kuko vacant, yani kuko very open. Wewe una uwezo wa kwenda pale na kujiwekea apartment yako na kutengenezea kipato kizuri tu kwa sababu hamna watu wengi wanaifanya upande huo. Kwa hiyo ningerecommend mtu ambaye yuko Mwanza, Mbeya, Kigoma, labda Morogoro, Dodoma, I think those places zina probability kubwa ya mtu kuweza kupata a certain kind of income. Siwezi nikasema ni sawa na Dar, Arusha au Zanzibar, lakini kwa sababu hamna watu wengi anaweza kujitengenezea kipato kizuri tu.